Wewe unakubalije mtu aweke kambi ya jeshi kwenye nchi yako, wakati unajua duniani tunapambana, dunia ni vita, dunia ni uwanja wa vita. Wewe adui anakuja anaweka kambi katika nyumba yako, wewe unafikiri utakuwa salama? Huwezi kuwa salama. Kwa Irani akipiga Dubai, hawapigi anajua hawa wameungana na adui muda mrefu. Kwa kama Dubai anaweza akaweka kambi ya Marekani Dubai, maana yake anaweza akatoa siri za Irani. Adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Kwa hiyo ndo Irani anachokifanya. Ndio maana sasa hivi ukiangalia Irani amepiga nchi zote zilizomzunguka, na kwa kifupi atapiga nchi 18. Kwa kifupi kwa sababu sasa hivi kashapiga nchi 12. Unaelewa vizuri? Kwa itaenda hiyo mission 18 kwa sababu kila aliyemtunza adui ni adui. Israeli sasa hivi inawaka moto. Unaelewa vizuri? Kwa sababu nishawahi kusema huko zamani, Israeli tunayosema kwenye vitabu vya dini sio hii. Sio hii ya sasa hivi inayopigana. Sio hii. Israeli ya kwenye dini sio hii. Hii Israeli hii sio hii. Hii ni Marekani. Ndio maana Netanyahu hawezi kufanya kitu mpaka Marekani. Kila dakika 5 simu. Kila dakika 5 simu. Kwa nini? Wewe si nchi inayojitegemea bwana. Kwa nini kila dakika 5 simu kwa Trump? Hata kama bomu halitofika Marekani, ilikifika Israeli limefika Marekani, kwa sababu Marekani ni Israeli na Israeli ni Marekani. Hata likitua pale limeshamaliza. Yaani limemaliza kabisa. Yaani yoyote atakayeumizwa Israeli kaumizwa Marekani. Hukuonyeshwa jambo hili? Hapana, sikuonyeshwa. Leo imefanywa kuwa ni kiki. Yani mambo mengine unaoneshwa na Mungu, unabaki nayo tu kifuani, kwa sababu sio kila kitu cha kuzungumza, kwa sababu unabii sio entertain. Unabii sio show off. Unabii sio sanaa. Unabii ni karama Mungu anakupa. Kwa hiyo kama umeoneshwa na ujawa na sababu ya kuongea, unakaa tu kimya. Mara nyingi mimi nakaa kimya kwa sababu hakuna hiyo sababu ya kuongea, kwa sababu unaangalia faida yake na hasara. Kwa mfano unaoneshwa rais wa Marekani atakufa akiwa madarakani. Umeona kitu kama hiko? Ukishaoneshwa hiko, kama unampenda unaweza kumwombea tu bila kuanza kupayuka. Sasa unaona hapa Tanzania baadhi ya watumishi wenzetu wanachokifanya, akiona jambo, naona waziri atavunjika mguu, naona hivi, naona huyu anakwenda. Sasa kama Mungu anakuonesha, wajibu wako sio kupayuka. Kama Mungu anakuonesha, wajibu wako ni kupiga goti na kumwombea, kwa sababu ndoto ina tafsiri mbili, mabaya na mema. Ukiota mabaya mwambie Mungu niepushe, na ukiota mema mwambie Mwenyezi Mungu nakushukuru. Yes.